Bwana Yesu asifiwe wapendwa, na mshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Ni jioni njema ambayo Mungu ametupa ili kwamba tukaweze kulisikia neno la Mwenyezi Mungu. Basi nitasoma kwenye kitabu kile cha Genesis chapter 49 verse 25. Inasema ya kwamba Mungu wa baba zako atakusaidia. Wapendwa, katika maisha yetu tumekuwa tukisumbuka na kutatizika kwa sababu hatuelewi ni Mungu gani ambaye anafaa kutusaidia. Na katika maandiko yanasema kwamba Mungu wa baba yako atakusaidia. Yeye ndiye ataweza kusimama katika maishani mwako. Maisha yako umepita katika hali ngumu, unapita katika mateso katika maishani mwako, maana huwezi kumfahamu Mungu wa baba yako ni nani. Mungu wa baba yako ni yupi anayeweza kukusaidia, anayeweza kutenda mema katika ndani ya maishani mwako. Kwa hivyo wapendwa, angalia ni nini ambacho unapitia katika maisha yako. Basi simama na Mungu huyu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, kwa sababu maandiko yanasema kwamba Mungu wa baba yako ndiye atakayekusaidia. Hebu jiulize maswali katika maishani mwetu. Baba yako alikuwa anaabudu nini? Ni nini ambacho alikuwa anasimama nacho katika ndani ya maisha yako? Ni nini ambacho Mungu amesimama katika maishani mwako? Unapitia mateso. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 12:22 nasema kwamba mlango wa 12 mstari ule wa kitabu cha Samueli wa kwanza mlango ule wa 12 mstari wa 22 nasema hivi kwamba visivyoweza kusaidia wala kukuokoa, kwa kuwa havifai kitu. Ndio maana watu wanasimama wakiangalia kuna vitu ambavyo wamevitegemea, lakini katika maishani mwake ndani yao haviwezi kuwasaidia, lakini bado wanang'ang'ana. Wanaishi waking'ang'ana katika maisha yao, ni kung'ang'ana. Unakuta maisha yao ni shida, wakitoka shida anaingia shida, akitoka kwa shida anaingia kwa shida. Wapendwa, wache nikuambie kwamba Mungu wa mbinguni ndiye anaweza kukusaidia. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia. Hata nani asimame katika ndani ya maishani mwako. Daudi alikuwa akikimbia huku na huku, akiangalia katika maishani mwake anashindwa atafanya nini, ni jambo gani anaweza kulifanya. Wapendwa, angalia ni nini ambacho maishani mwako umekitegemea. Mtegemee Mungu katika maishani mwako na utaokolewa na maisha yako. Acha kutegemea vitu ambavyo haviwezi kukusaidia. Watu wanakimbia huku na huku wakiangalia matatizo katika maishani mwao, wanashindwa watafanya nini. Lakini wacha nikuambie mpendwa, jioni ya leo simama na Mungu. Mungu peke yake ndiye anaweza kukusaidia, lakini mwanadamu hawezi kukusaidia. Watu wanakimbilia wanadamu wakitafuta msaada huku na kule, wanakitafuta ni njia gani inaweza kuwasaidia, kwa sababu mateso imekuwa mengi katika maishani mwao, wanashindwa ni nini wanaweza kufanya. Lakini mpendwa, simama na Mungu, naye Mungu wa mbinguni ataweza kukusaidia. Ukisoma kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 18 nasema hivi kwamba ndipo roho ikamjilia Abishai mkuu wa wale wa 30, naye akasema sisi tu watu wako, Daudi. Daudi alifikia mahali akawa anashindwa ni nani ambaye anaweza kumwendea ili aweze kumsaidia. Akila mtu anayemuona anaona kwamba ni watu wale mahadui, lakini maandiko yanasema kwamba Bishai alipokuja alimwambia mkuu wa watu 30. Alipofika kwa Daudi akamwambia Daudi, sisi ni watu wako. Na baada roho wa Mungu alipomuingia Abishai alipoingiliwa na roho wa Bwana, roho wa Mungu alipomjilia, maandiko yanasema kwamba akasema, ewe Daudi, sisi ni watu wako, sisi ni watu wako. Kwa hivyo waangalia katika maishani mwako, unashindwa ni nini ambacho unaweza kufanya. Mpendwa, simama na Mungu. Mungu atakusaidia kama vile Daudi watu walisimama, roho wa Mungu akamjia Abishai, na katika maisha yake akaweza kuongeleshwa kwamba ni watu wake. Yeye hakuwa anajua kama ni watu wake, alikuwa akiingia katika mateso.
alikuwa katika shida, alikuwa anashindwa ni nani ambaye anaweza kumsaidia. Lakini angalia, Mungu anatumia mtu aweze kuongea. Roho Mtakatifu alipomwingia Bishai katika maishani mwake, wapendwa, unasikiza katika jioni leo, kuna jambo ambalo Mungu anaenda kukufanyia ambalo si la kawaida. Kuna watu ambao wamekuchukia, maisha yako unashindwa, ni wapi nitakimbilia, ni nini ambacho naweza nikafanya. Katika mpendwa, nataka unisikilize kwa nisikilize kwa makini, kwa sababu nina ujumbe wako. Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Kuna watu wamesimama kinyume cha maisha yako. Kuna watu ambao wamesema hakuna mahali utaenda. Kuna watu watakuja kusaidia mpendwa. Kuna watu ambao Mungu atatuma kwa ajili ya maisha yako, na maisha yako yatabadilika. Wacha kutatizika, wacha kuwa na shida. Mwenyezi Mungu ana mipango mizuri. Kwa hivyo mpendwa, hakuna haja ya kubabaika. Wacha usimame imara katika neno la Mwenyezi Mungu. Wacha kuangalia wanadamu watasema nini. Kuna watu ambao hawapendi vile unakaa, maana wakiona vile una bidii wanang'ang'ana wakikuregesha nyuma. Lakini jioni ya leo nina neno zuri katika maishani mwako. Bwana amenituma niongee na wewe. Mungu amenituma ili niweze kuongea na wewe, ili Mungu akaweze kubadilisha maisha yako. Kuna watu ambao Mungu anaenda kuwatuma ambao watakuja kusaidia, na watu ambao wataweza kukushika mkono na watasema sisi ni watu wako. Wewe unaona kama huna mtu, umekaa ukiangalia ni kama unajiona kama unaanza kuwa na wasiwasi, unashindwa utafanya nini. Mpendwa, wacha nikwambie jioni ya leo, kuna mambo mazuri katika juu ya maisha yako. Kuna vitu ambazo vinaenda kutendeka juu ya maisha yako ambavyo havijawahi fanyika katika maishani mwako, lakini Mungu anaenda kufanya, anaenda kuyabadilisha. Yale maneno ya mahadui zako yanaenda kubadilishwa. Kile ambacho watu walikuwekelea, kile kitu ambacho walisema juu ya maisha yako, lakini jioni ya leo ninazo habari njema. Mungu anaenda kukusaidia. Umeona kama maisha yako huwezi ukasonga mbele, unaona katika maisha yako ni kama huwezi ukasonga mbele, lakini wacha nikwambie, kuna mambo mazuri katika ndoa yako, katika juu ya ndoa yako na juu ya familia yako. Kuna uregesho Mungu anaenda kufanya, maana Bwana anaenda kukusaidia. Bwana anaenda kutenda mambo makuu. Mungu anaenda kukusaidia. Wacha nikuambie mpendwa, haina haja ya kuwa na wasiwasi katika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika ndani yako kuna mambo mazuri Mungu anaenda kuyatenda kwa ajili ya kubadilisha maisha yako. Umekufa moyo, unashindwa nitafanya nini, unashindwa ni nini ambacho ninaweza kukifanya, lakini jioni ya leo nimetumwa kwa ajili yako, nimetumwa kwa ajili ya maisha yako. Nimetumwa kwa sababu kuna watu ambao wamesema kwamba hutaweza kuoa. Kuna watu ambao wamesema wewe huwezi ukaolewa. Kuna watu ambao wamesema kwamba huwezi ukafanikiwa, lakini jioni ya leo Mungu amenituma na neno hili ya kwamba Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia. Mungu atasimama upande wako. Mungu atasimama na wewe. Atasimama na wewe mpendwa. Atasimama na wewe. Watu watasema ni nini ambacho kimefanyika juu ya maisha yako. Kuna kitu ambacho Mungu amekiachilia jioni ya leo. Anaenda kuleta mabadiliko, anaenda kubadilisha maisha yako, yanaenda kubadilishwa usiku wa leo. Kuna mambo kabla ya kulala, kuna mambo ambayo Mungu anaenda kuyabadilisha. Vile vitu ambavyo vilifanywa kwa maisha yako, kila ufanyalo halifanyiki, kila jambo nalifanya halifanyiki. Kuna jambo ambalo Mungu anaenda kulifanya sasa. Pokea wasaidizi, pokea watu ambao wanaenda kusimama na wewe. Pokea watu ambao wanaenda kusimama na wewe. Kuna watu ambao wanatumwa na Bwana. Kuna watu ambao wanaenda kufunguliwa. Kuna watu ambao wamelia, wamekuwa wakitafuta ndoa lakini hawapati ndoa. Kuna kitu ambacho Mungu amenituma jioni ya leo ili kubadilisha maisha yako na kutenda mambo mazuri katika jioni ya leo. Mungu amenituma ili nizungumze na roho yako, nizungumze na maisha yako, nizungumze na ndoa yako, nizungumze na maisha yako, na kuna mambo mazuri yanaenda kufanyika mpendwa.
mpendwa, haina haja ya kutatizika. Haleluya! Haijalishi ni nini ambacho umekipitia katika maishani mwako, kuna mambo mazuri ambayo Mungu anaenda kutenda. Mungu wa mbinguni akubariki. Wacha tukafanye maombi pamoja na wewe. Baba, katika jina la Kristo wa ushindi na utawala, na mkabidhi mpendwa huyu ambaye amepitia mateso mengi, hata amefikia mahali anajichukia, lakini katika usiku wa leo linafungua maisha yake, linafungua katika ndoa yake, linafungua maisha yake, ninabadilisha katika historia ya maisha yake. Katika jioni ya leo ninabadilisha historia ya maisha yake. Jehova, wacha Baba ukamsaidie na ukamtoe katika mateso haya, ukamtoe kwenye shida aliyonayo. Kifungo hiki kilicho ndani yake ninakikemea, ninakivunja, ninakisambaratisha katika jina la Kristo. Asante Baba, mpatie mpenzi wake, mpatie Jehova katika ndoa yake ya kudumu, na huyu mama ambaye anapitia maisha magumu katika ndoa, ninafungua maisha yake, ninaondoa kila kikwazo kilicho katika maishani mwake kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza kubadilika, natangaza mabadiliko katika maishani mwake katika jina la Kristo. Ninabadilisha historia ya maisha yake katika jina la Kristo. Nimeomba na hata kuamini. Amen.